Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nina ujumbe kwa ajili ya taifa la Tanzania, kwa ajili ya waombaji wanaoliombea taifa la Tanzania. Hata kama pia huliombei taifa la Tanzania, lakini ujumbe huu kiusikiliza, maana unaweza kukugusa kwa kusababisha ukaanza kuliombea taifa lako la Tanzania. Kama unapenda taifa lako liwe na amani, liwe na haki, liwe na furaha, maana yake unahitajika kusikiliza ujumbe. Sasa niweke utangulizi. Ukitazama katika nyakati hizi ambazo tulizopo sasa, utaona tunapita katika kipindi ambacho hakuna taifa ambalo lishawahi kupita katika nyakati hizi. Na kibibilia hiki ni kipindi ndani ya nyakati za mwisho. Kwa hiyo tuko kwenye kipindi fulani ndani ya nyakati za mwisho. Na katika nyakati kama hizi ambazo ulimwengu mzima unapitia, na watumishi mbalimbali wamekuwa wakizungumza habari hizi kwamba tunapita katika nyakati mpya, wengine wanasema msimu mpya. Na katika nyakati hizi manake kuna mabadiliko mengi. Unaweza ukaona mataifa mbalimbali kumekuwa na changamoto za hapa na pale. Utaona sio nchi moja. Kwa mfano tu nikupe mfano rahisi. Utaona changamoto zilizotokea kule Nepal. Utaona changamoto zilizotokea kule Madagascar. Utaona kuna changamoto zinaendelea sasa hivi katika nchi ya Mexico. Kwa nchi mbalimbali kuna changamoto dunia nzima. Manake hii ni ishara ya kwamba tuko kwenye nyakati nyingine ambazo zinadai mabadiliko, ambazo zinadai mambo mapya yaweze kutokea au kuzaliwa. Katika nyakati kama hizi, Mungu pia anakusudia mapenzi yake, mambo yake yapate kuzaliwa ndani ya nyakati hizi. Sasa kwa utaratibu wa Mungu ambao amejiwekea, sheria za ulimwengu wa roho, hawezi kufanya jambo lolote katika dunia hii mpaka amepata mtu, amepata muombaji au amepata waombaji. Hivyo ndio kusudi kubwa hasa la ujumbe huu. Msisitizo wake ni kupata waombaji watakaoliombea taifa la Tanzania. Ukisoma kile kitabu cha Ezekiel mstari wa sura ya 22 mstari wa 30, Biblia inasema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Ukisoma mstari huu utaona kwamba Mungu alipokuwa anataka kufanya jambo kwenye nchi, ili mlazimu atafute mtu. Anasema nami nikatafuta mtu miongoni mwao. Kwa nini atafuta mtu? Kwa sababu moja ya kanuni ambayo Mungu kajiwekea, kanuni ya ulimwengu wa roho, hawezi kufanya jambo lolote kwenye nchi au hapa duniani mpaka amempata mtu ambaye yuko tayari aweze kumbebesha mapenzi yake. Mtu akipokea ule wito wa Mungu, akapokea mapenzi ya Mungu, Mungu ndio anapata uhalali au anapata kibali cha kufanya yale anayoyataka katika nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka. Kwa anaona mahali pamebomoka, Mungu anaona mahali pamebomoka kwenye nchi, lakini haendi moja kwa moja kuanza kutengeneza. Katika hayo matengenezo anasema nikatafuta mtu. Kwa ili aweze kutengeneza, Mungu huwa haendi moja kwa moja. Dunia hii Mungu alivyoweka utaratibu wake, amemweka mwanadamu ndio awe mtawala kwenye dunia hii. Kwa Mungu anatawala duniani hapa kwa kupitia mwanadamu. Kwa hiyo hawezi kufanya jambo lolote katika nchi yetu ya Tanzania mpaka amepata mtu wa kuliombea taifa. Amepata mtu ili aweze kupitisha mambo yake ambayo anatamani yaweze kutokea Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuendelee kusikiliza ujumbe huu unaendelea. Amen.